Ngoja nione haya maswali. Ni ushauri gani ulipewa ambao ungependa kumpa mama mchanga? Mama wa mtoto mchanga au mama mchanga? Ushauri ambao nilipewa, nadhani yani, ukiwa kile unachokisikia kiseme. Ukiwa na tabia ya uoga, ndio umepata mtoto pale, ndio mara yako ya kwanza, alafu umechoka, unasema Mungu, nikisema nimechoka nitaonekana mama mvivu, unakaa nacho. Ujisikii kufagia hapo nyumba yako chafu, tafuta msaidizi. Yani ukiona kitu ukitaka msaada sema. Yani wewe usifikirie watu, jifikirie wewe, kwa sababu motherhood inataka energy, lakini inataka sanity. Ukiwa unaoga, yani ndio hiyo postpartum depressions, na unaona tu watu, dunia kama vile imekuwa kama kisiwa. Kwa hiyo usiogope kusema kile ambacho unajisikia. Swali langu la pili, mama mkamilifu anafananaje? Hey you guys. Mama mkamilifu, to be honest, I think there is no perfection. There is no perfect motherhood. Yani kila mama ana mapungufu yake. Alafu sasa na jinsi ambavyo mambo yalivyo huku, sijui ndo Afrika au ndo Tanzania, kila mwanamke especially ambao wamekuzidi umri, akikutana na wewe na mtoto wako, they always have something to say kuhusu wewe, kuhusu your parenting style, motherhood style, na kuhusu mtoto. Kwa hiyo mimi nadhani kile ambacho unakifanya, as long as haki affect well-being ya mtoto, zaidi inamuongezea ubora, kukua, afya njema, maarifa, just do it na mtegemee Mungu. Ukisema hapo utafute hiyo perfection motherhood, you will lose yourself. Okay, and then naenda swali la tatu. Je, ulipitia postpartum depression? Nadhani wakati nimepata mtoto wa kwanza, naweza nikasema I passed through postpartum depression. Lakini kwa sababu sikuwa naweza kuijua kwamba this is how postpartum depression looks like, nilikuwa tunajua it's just being exhausted. Nimesha kuwa kwenye na mtoto wa huyo wa kwanza muda fulani, nikajua kujua kwamba whatever that I was feeling na vile ambavyo nilikuwa najisikia kipindi kile, that was depression. Kwa hiyo imenisaidia hata katika experience yangu ya mtoto wa pili, nimekuwa najua ku-articulate kwamba if I feel this way, zile elements za depression. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa una maarifa ili uweze kujua kwamba hiki ninachokipitia ni sahihi au sio sahihi. Swali langu sio la mwisho. Swali langu la 4, changamoto ipi uliipata ukiwa mama anaifanya kazi? Mama anaifanya kazi, nakumbuka wanasema ni maternity leave iliisha. Bado najiona kabisa kwamba yani siko tayari kumwacha huyu mtoto nyumbani. Yani to not have the freedom of time. Yani that was the biggest challenge. Lakini pia nilikuwa naboreka na kasirika kila ninapofika muda wa kumpeleka mtoto clinic. Si unajua mtoto anapokuwa amezaliwa kila mwezi unamrudisha, kila mara moja ya mwezi unamrudisha kwa ajili ya zile chanjo na zile monthly visits. Nilikuwa nakasirika sana kwenda kwa HR. Yani kwenda kumwambia tarehe fulani na mwezi ujao naomba likizo, naomba off day, nitaanzia na nilio clinic. Au unakuta nimejisahau, nikiangalia kalenda najua kesho mtoto inabidi aende clinic ile kuomba ruhusa. Yani it felt so bad, kama mtumwa to be honest. Lakini namshukuru Mungu sasa hivi na freedom of time to make decisions. And my last question, ukiwa unatafuta dada wa kazi, unaangalia dini? Kwa kweli sisi kama Watanzania ambao hatuna ubaguzi wa dini, wa kabila, mimi nitakapopata mtu ambaye ana vigezo ambavyo naona vinafaa kukaa na watoto wangu, nikamwamini, na vigezo hivyo ni kama mtu ambaye anajua kuongea Kiingereza, maana na mtoto ambaye hajui Kiswahili, mtu ambaye anajua kuhesabu, kuandika, mwaminifu, mchapakazi, anajua majukumu yake, I'll just go for it bila kuangalia dini yake. And nadhani that is my last question. Thank you.